hata Ali walivyopost bado nikaa siamini. Walipost Kiarabu, nikaenda kukitranslate, kinapanda kile. Nikakitranslate. Imam Ashur hivi na hivi na hivi. Sasa na kuelezea bila kutranslate, na kuelezeaje wewe? Lazima nikitranslate, afu nikuelezee. Kinapanda sina nakielewa afu nakusomea wewe. Nikawa siamini. Mbona kama wanataka kuchezea mchezo? Unaelewa mambo ya kombolela hayo. Unajua mambo ya kombolela? Kabutua huku, kwa msubiri kwanza. Leo nimethibitisha Imam Ashur hayupo Zanzibar. Nimethibitisha Imam Ashur hayupo Zanzibar. Nimethibitisha. Sasa kumkosa yule nisiwe mnafiki. Mimi kama shabiki tu wa Yanga. Sijui mwalimu yeye ameonaje, ila mimi kama shabiki wa Yanga zile bleach ni za moto. Kwa hiyo kumkosa Imam Ashur tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Hatujui matatizo gani. Kama matatizo ni makubwa sana ya kiafya, Mwenyezi Mungu ampe uponyaji wa haraka. Kachelewa ndege. Atajua sasa mwenyewe. Ila hiyo kutokuwepo Zanzibar sisi angalau tumesema alhamdulillah. Tunasema dua zetu zimeanza kufanya kazi. Kama kuna mtu sasa dua, sisi hatuombi dua kwa mtu apate mabaya. Tunaomba dua timu yetu ifanye vizuri. Sasa Mungu ana namna ya kujibu. Mungu ana namna yake. Unaweza ukaomba leo hela, kesho Mungu akakupeleka jela. Kumbe wewe tajiri kafungwa, ukatoka kufungwe naye ili upate hela. Sasa wewe unakulalamika Mungu na masema mazuri umenipeleka jela. Kumbe kuna tajiri yuko jela, unatokea uende kule ukampe maziwa nini na nini ndio line yake upate hela. Kwa fitness mwalimu anaweza kuamua kwa mchezaji anavyomtazama. Anaweza kuchukua siku 3, kachukua wiki, kachukua wiki 2, kachukua mwezi. Ni mchezaji anavyozidi kuimaria kutoka kwenye jeraha lake kuja kwenye utimamu wa mwili. Yaani wameshapona. Sasa hivi wanatengenezea sasa utimamu wa mwili wa kupambana. Si mmemshuhudia leo Clement Mzize pale. Piga mawe kweli kweli, mpira unasikia unavuma hivi. Kwa mwalimu anamwangalia sasa. Huyu mpaka siku fulani anaweza kuwa amesha match ile kasi ya wenzake. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, timu yote sasa hivi yote hakuna hata mwenye mafua. Kibwana amekuja na yeye ameimarika vizuri, yuko safi. Hakuna hata mmoja mwenye changamoto yoyote. Mwenyezi Mungu atujalie hii hali iendelee mpaka kesho. Mwalimu akapate option kubwa ya kuchagua timu yake. Kukosekana mimi kimenishtua kitu kimoja. Mmefungiwa uwanja wa KMC. Walioathirika uwanja nyumbani ni Yanga. Lakini wanaumia timu nyingine. Yaani kama TFF wangeambiwa saizi wachukue maoni. Maamuzi walioyafanya yamefurahisha watu, yameumiza, wangepokea maoni mengi sana kwamba tumeumia, kwa nini Yanga mmemfungia hapa? Kwa nini? Anataka aende wapi? Sasa unajua utaratibu? Wanaujua utaratibu. Bene A na B kaka. Ilipokuwa A B ipo hapa. Yaani tungeenda kwani ni siri? Sisi tulitoka Chamazi tukayafuata nani? Burudani yetu. Yaani sasa hivi nawaambia hapa dua zao zote ule uwanja ukamilike. Yaani wana Yanga wametulia, wamerelax. Wanaoumiza vichwa kama TF kafungia KMC, Yanga wanaenda wapi sasa? Ndio hata maswali. Hata nyinyi mmetumwa waulize wanaenda wapi bwana? Wana mpango gani? Sisi mpango wetu ni kuifuata B ilipo. Kwa hiyo A ikizuiliwa tunakwenda kwenye B, wala sio swala la kificho. Utamu unaliwa kwa karibu. Hakuna utamu wa kufuata kwa mbali. Jana mechi yao umewatazama. The more unaisogelea ndio the more inakuwa tamu zaidi. Mechi yao umeitazama kidogo jana. Sijatazama mimi mechi.